Excellency, the President, Dr. William Samoei Ruto, your Deputy President, Professor Kindiki, Prime CS, all protocols observed. I am Senator Beth Isiengo from Kitui County. I come from Kitui County, but I am nominated Senator by ODM. And I'm here to stand with my Speaker. Bwana Speaker, and your family, poleni sana. Naleta rambirambi zangu na za watu wa Kitui kwa sababu mimi natoka Kitui. Your Excellency, I am the ODM Women League President. Na kama President mwenzako, naomba nikuongeleshe. Tafadhali umesimama na sisi kwa baba na tumeona hiyo yote. Naomba mambo mawili. Jambo la kwanza, kuja Kitui. Kitui ni Kenya. Tuende pamoja. Wakati umebaki ni kuunganisha wa Kenya, si vita. Mungu awabariki. Poleni sana Kilifi. God bless you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, the Prime Cabinet Secretary, the Speaker of the National Assembly, and my brother and my father and my leader, Speaker Amason Kingi. I came to say pole, my brother. Kwa majina naitwa Beatrice Ogola kutoka the Lake. You are our brother. His Excellency the President. Umekaa sana tangu December kutembelea huko. Come, you are our brother and we'll forever keep you. Poleni sana, Speaker. Your Excellency, Mr. Speaker, Your Excellency the President, His Excellency the Deputy President, the Prime Cabinet Secretary, all protocols observed, familia ya Speaker, familia ya mzee wetu aliyotuacha, tumekuja kuleta rambirambi. Mimi kwa majina naitwa Senator mteule Betty Montet kutoka Kajiado. Your Excellency, kwa heshima wacha niseme asanti sababu nimepata nafasi kwa ile kazi kubwa umefanya. Tunakushukuru, imeonekana na tunakuombea uzidi kushikanisha Kenya. Asante sana. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, viongozi wote, mimi naitwa Fatuma Dulo, natoka Isiolo County. Sababu yetu ya kuja hapa leo ni kufariji familia ya ndugu yetu, Speaker wetu, Speaker Kingi. Kwanza ningependa kushukuru Your Excellency kwa kutupatia Speaker Kingi kutoka hii jamii. Ni kiongozi, ni mkarimu, ni mtu ambaye anasikiza kila mtu. Ya pili, ningependa kuambia watu wa Kamale, muwe ndani ya serikali ndio muweze kuomba hizi barabara ambazo mnaomba. Kama muko ndani ya serikali, hamutakuwa na mahali ambapo mnaenda kuomba msaada. Asanteni sana, Mungu awafariji. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, Right Honorable Speaker of the National Assembly, and our own Speaker, whom we have come to bereave with you today. Ningependa kusema pia mimi nimekuja kufariji kiongozi wetu Mheshimiwa Amason Kingi na familia yako yote na watu wote wa Kilifi. Kwa majina mimi naitwa Senator Hilary Sigei kutoka County ya Bomet. Mheshimiwa Speaker, tuko pamoja nawe kwa maombi, watu wa Kilifi tunawapenda, na ningependa kumalizia nikisema ya kwamba Mheshimiwa Rais, wakati unapounganisha wa Kenya ni kwa sababu unataka tukue kitu kimoja kwa fikra, kwa kazi na kwa maendeleo, si ya leo lakini ni ya siku zijazo vile waheshimiwa wengi hapa wamesema. Mheshimiwa Speaker, na familia yako tunawatakia kila laheri tukisindikiza mzee hapa siku ya leo. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awafariji na awabariki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Kwa majina ni Bi Miraji Abdullahi, seneta maalum kutoka chama tawala cha UDA, na sasa hivi tuko katika serikali ya mapana na marefu. Rais wangu William Samoei Ruto, naibu wako Kithure Kindiki, aliyekuwa party leader wangu wa UDF Musalia Mudavadi, spika wetu Moses Masika Wetangula, na spika wangu Amason Jeffa Kingi, nikizingatia itifaki zote bila kusahau kanisa tukufu. Nimetangulia kusema majina yangu. Rais, kila aliyezungumza hapa amesimama akakuomba jambo. Mimi nimesimama hapa kukuombea Mwenyezi Mungu, wewe na serikali yetu sote, kwa sababu ile barabara ambayo umeishika, watu wengine wengi hawaipendi, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu unatutafutia makaazi mazuri kupitia mradi wako wa housing, umetafutia ndugu zetu ajira katika mradi huo, na ningeomba kuambia taifa la Kenya, sio dhumuni la Rais William Samoei Ruto kutenga jamii fulani, na hiyo imedhihirika kwa sababu amemteua Kithure Kindiki kama naibu wake. Na mimi nina imani rais, huu urais ambao tunauona hapa mbele wa wewe na Kithure Kindiki, wale wachache ambao wanajaribu kusongeza magumzo la taifa la Kenya kwenda katika njia ya ukabila, na kuomba rais, you have a legacy to keep, na hauna opponent katika ule uchaguzi unaokuja. Ni wewe na track record yako, na sisi majemedari wako hapa mashinani tumekubali kushikana na wenzetu wa ODM pale Mombasa, na namshukuru gavana wangu anajaribu kadri ya uwezo wake kutukumbatia na kutukaribisha. Na mimi nasema rais, hata ikiwezekana tuache kusimama ili tupate tena awamu ya pili, sisi tuko tayari kuwaunga, na tuhakikishe kwamba ahadi tulizowapa wapwani haswa za mashamba, umetuwekea bilioni 1.5, na kwa heshima haukuchagua kile kiwanja unaenda kununua, bali umetuita kama viongozi na ukatuachia jukumu hilo. Hivyo basi naomba spika wetu aweze kumaliza mazishi ili arudi akukabidhi vile viwanja ambavyo tumechagua, ili wapwani waache kulia masuala ya uskwota. Bila kusahau rais, hii masuala ya CBC rais, na kuomba kama mzazi, wazazi wanaitishwa kuenda na madesk kwa mashule hawa wa GSS. Naomba kupitia wizara rais, umetujengea madarasa kila shule, tunaomba ikiwezekana tupate madawati, wazazi watapata afueni wa taifa lote la Kenya, sio pwani peke yake. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Prime Cabinet Secretary, Speaker of National Assembly, Governor wetu wa jimbo hili la Kilifi, na familia ya our Speaker Amason Kingi, pamoja na mama zetu na bibi ya Speaker ambaye ni rafiki yangu. Tumefika mahali hapa kuwasilisha ujumbe wetu wa rabirabi Mheshimiwa Rais kwa familia ya Speaker wetu. Speaker amekuwa shujaa sana katika uongozi pale Senate, na tungependa kuambia watu wa Kilifi asante sana kwa kutuma kwa Senate mtu ambaye ako competent kufanya hiyo kazi ya Speaker. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwamba umesimama na hii familia, na tumekuja kuambia hata kama kifo hakina appeal, Mungu anaelewa ile hali familia iko, na atawaongezea nguvu. Tunawaombea na tunajua Mungu atawapa neema na faraja kwa huu muda ambayo mmefiliwa na baba yenu, na baba anakuwa ni pila ya nyumba sana na familia sana, na Mungu atawaongoza kutoka hapa mkiendelea. Mheshimiwa Rais, tunashukuru pia kwa kutupa naibu wa rais Profesa Kindiki, na wale watu wanasumbuka sababu wameona bibi wawili kutoka pale Central wakisema kwamba walifurahia kwamba Raila Odinga alianguka ile kiti cha chairmanship ya AUC. Musiogope, pale katika kitengo cha kati sisi tumesimama na rais. Mimi Mheshimiwa Rais, kutoka Thursday, Friday na Monday nimeongea na kama 10,000 residents wa kutoka Murang'a County, na niliwauliza hili jambo. Tumebakisha miaka 2.5 ndio tufike 2027. Kwa hii miaka 2.5
tunataka kufanya kazi, tunataka maendeleo ama tunataka siasa na uchochezi? Wamenijibu, na si mnajua mimi ni mwokovu. Wamenijibu ukweli, wanataka maendeleo. Kwa hivyo wamenituma na miradi wakisema tuwekee stima hapa, tengeneza hii barabara, tengeneza hii kikao cha kahawa. Kwa hivyo najua hata hii maendeleo inayotakikana Kilifi, tukishikana na tuungane mkono na Mheshimiwa Rais na makamu wa rais, hii itafanyika. Na kwa hivyo nasema hivi, sababu mimi naitwa Senator Veronica Maina, na mnajua nilikuwa katibu mkuu wa chama cha UDA. Nimesikia mmeuliza rais awafanyie kazi nyingi sana, na hiyo ni sawa. Wananchi lazima waulize viongozi wafanye kazi yao. Nauliza hivi, kama tunataka kutembea na rais, si hata hii kiti ya Magarini tuambie rais karibu sana, tupewe hii UDA ndio tufanye kazi na rais vizuri. Nawaomba sana, Mungu awabariki na awajalie. Asante. Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto na naibu wako Senator Professor Kithure Kindiki, maspika walioko hapa, na munikubalie kuhifadhi itifaki ilivyowekwa na wenzangu. Tumekuja hapa leo kuomboleza kifo cha mzee Kingi Mwarua. Biblia katika Warumi 12:15 inatuambia ya kwamba tulie na wanaolia na tucheke na wanaocheka. Rafiki yangu Spika Kingi, najua ni uchungu poteza mzazi, lakini sote tuko njiani. Hapa duniani si kwetu, kwetu ni mbinguni. Pokea rambirambi zangu na za mke wangu na watoto na wananchi wote wa Taita Taveta na wakilisha katika bunge la Senate. Mheshimiwa Rais, najua ya kwamba katika maendeleo uko na development charter na county zote. Hawa viongozi wanakukumbusha tu, na vile umeshika party leader wangu Raila Amolo Odinga na ukampeleka mpaka kule AUC, majibu hayakuja vile yalivyokuwa, lakini tunafurahi kwa ile ulifanya. Na mimi nikiwa mwenyekiti mdogo wa chama cha ODM cha kitaifa, na kuambia kwamba fanya maendeleo, siasa ni huko 2027, ukifaulu Kenya nzima imefaulu. Kwa hiyo machache, familia, tunawaombea Mungu aliye mbinguni awafute machozi. Mungu awabariki sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, naibu wako na viongozi wote wale ambao wako hapa. Mimi ni Senator wa Tharaka Nithi, nimepiga safari kuja hapa kuleta rambirambi zangu kwa heshima ya spika wangu ambaye amefiwa na baba yake. Na ningependa tushukuru Mungu kwa sababu alitupatia huyu mzee kwa 84 years. Hiyo sio miaka kidogo. Na tunaombea mzee alale mahali pema peponi, na tunamshukuru vile vile kwa sababu tumeona kazi yake. Nyakati hizo si wazee wengi sana walikuwa wanajua mambo ya masomo. Lakini mzee alikakamua, akatoa spika, akatoa mjumbe, akatoa viongozi wote. Na hiyo ni heshima kubwa zaidi, na mzee anafaa kuigwa na wale ambao wamebaki nyuma. Hiyo ndio funzo nafikiri tungependa kuigwa kwa mzee. Rais, nakushukuru kwa sababu sasa nafikiri nchi yote imeungana na kuna migorogoro mingi na tunaendelea vizuri, na tunashukuru kwa niaba ya watu wa Tharaka Nithi kwa kutupatia deputy president wako ambaye sasa ameleta amani hapa Kenya. Asanteni sana. Asante sana Your Excellency the President. Naomba nisingatie hitifaki zilizowekwa hapo mbele. Nimekuja hapa kwa niaba yangu na kwa niaba ya watu wa kaunti ya Nyeri, na kama mimi mwenyekiti wa maseneta wa Mlima, nimekuja kuleta rambirambi zangu kwa spika wetu. Mr. Speaker sir, najua leo ni siku ya majonzi, na tumekuja kusimama na wewe na kuahidi sisi kama nyumba la seneti, na sana sana maseneta kutoka Mlima, hata wale ambao kuweza kufika hapa, na kuhakikishia tuko pamoja naye. Your Excellency the President sir, mimi siku ya leo sitanena siasa kwa sababu desturi yetu pale Mlima huanga hatuongei siasa wakati wa mazishi. Kama haingekuwa tuna mazishi, ningesema hivi, ni labda watu wengi ambao wananena maneno ya kusema ile jamii na ile jamii. Your Excellency sir,
Kama haingekuwa mazishi leo, ningekuambia Kenya tuko gangali na tuko nyuma yako, na tunajua jukumu ya kujenga na kushikanisha hii nchi ni yetu zote kama viongozi. Lakini leo kwa sababu ni ya mazishi, sitaongea yale. Mr. Speaker, sir, tunapoenda kumlaza babako, nimesikiza historia yake na nimesikia vile alijitolea gangali kujenga hiki kijiji, na mimi naomba sisi kama viongozi tuige mfano ya huu mzee. Na ndiposa tunasema hata wale wanasunguka wakisema usiguze mlima, it is not who you are, it is not where you come from, it is what you do for this country, it is what you do for the people who served you, who elected you. Kwa hivyo kwa hayo mengi na mashashe, leo sitaongea siasa, lakini kidogo tukienda mbele, tukirudi nyumbani, tutasema Kenya ni moja na ni lazima tuungane, kwa sababu kila jamii kwa hii nchi iko na nafasi. Asante sana na Mungu aendelee kuwabariki. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Naibu ya Rais, itifaki zote zikizingatiwa, mimi ni Jackson Mandago, Senator kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Kwa niaba yangu na kwa niaba ya wananchi kutoka kaunti ya Uasin Gishu, Mheshimiwa Speaker na familia nzima, tunawaambia poleni sana. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, nikumbushe watu wa Kilifi, kwa ile nafasi nimepewa kama mwenyekiti ya kamati ya afya, tafadhali kama wananchi wa hapa Kilifi, tunaendelea kuwasihi wale ambao hawajisajili kwa SHA, tunawaomba muweze kujisajili, kwa sababu mambo ya matibabu katika taifa la Kenya, katika taifa hii, gharama itapunguzwa wakati sisi zote tutakuwa tumejisajili kwa SHA. Kuna wengi ambao wanauliza ya kuwa labda kule NHIF ilikuwa nzuri kuliko SHA. Mimi nataka kuhakikishia SHA inagharamia jamii nzima, wamama, wazee, watoto na hata wale wanafunzi ambao wako kwa shule. Kwa hivyo nawaomba kama wananchi wa hapa Kilifi tujisajili na tusikize ambaye serikali imepanga katika mambo ya afya. Kubadilisha afya ya taifa la Kenya itachukua serikali msimamo ambaye ya kubadilisha. Tumezoea hapo nyuma mambo ya NHIF kubadilika kidogo, watu wanaona kama ni ugumu. Lakini kama tunataka afya ifikie kila Mkenya mpaka hapa Kamale, lazima tuende kwa hii mfumo mpya ya SHA ambaye inagharamia matibabu ya kila Mkenya. Asanteni sana na poleni familia. Asante sana. Mheshimiwa Rais, all protocol observed. Mimi kwa majina naitwa Senator Chimera, Senator maalum kutoka kaunti ya Kwale. Nitakuwa mchache wa maneno. Nafikiri viongozi wenzangu wamezungumza yote. Yangu tu ni pole kwa familia ya spika wetu Mheshimiwa Amason Kingi. Poleni sana kwa watu wa Kamale, na vile vile pia poleni sana kwa watu wa Kilifi. Kuondokewa na mzee ni uchungu sana. Na mimi nina imani pale alipo Mwenyezi Mungu atamsamehe dhambi zake na atazipokea dua zake na ataweza kumweka mahali pema palipo na wema. Poleni sana na Mungu awabariki. Bwana Rais, Deputy President, mawaziri, governors, ndugu zangu, Bwana Speaker wa National Assembly, Bwana Speaker wetu, bosi wangu, rafiki Bwana Amason Kingi, poleni sana na familia yote. Yangu ni mawili tu, na nitaomba Speaker wangu Kingi shikio lake dakika moja. Bwana Speaker, la kwanza na kuomba uwashike mama zako, na kuomba usichague mama yako ni yupi na mama wa kambo, wote ni mama zako. Vile mzee aliwashika kina mama, na wao washike hivyo, na ndugu zako wote. Mungu amekupa hii nafasi, itumie. Bwana Rais, mimi nasimama hapa Hamida Kibwana kama mwenyekiti wa Kenya Women Senators. Mimi sina ushujaa wa kuzungumza mbele ya watu, lakini nitakuwa na ushujaa ukinipa shikio lako. Mimi naomba nafasi kwa Women Senators, tuje tukuone, tuzungumze moja ama mawili. Na pia seneti, kama sote hatujakuja kukusalimia. Mimi namshukuru Deputy President wetu, walitualika
ofisini kwake tukanywa chai na alikuwakilisha vilivyo. Lakini nakuomba shikio lako, na bosi wangu labda utampa siku ile tutaweza kuja kukuona. Bwana Rais, tumekushukuru, tulikuwa na wewe Addis likuona. Sasa tuite, tuzungumze namna hii, tutaelewana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na Bwana Speaker, umepewa jina kubwa sana, Kingi. Leo King amelala. Hilo jina litukuze na ulishike vizuri. Tumuombee mzee amweke mahali pema, Mungu amweke mahali pema peponi. Na poleni sana ndugu na wajane wote na mama Kingi pia. Asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Spika, wachungaji, mawaziri na ndugu wote ambao umeombeleza siku ya leo. Bwana asifiwe. Na Waislamu, asalamu alaikum. Mheshimiwa Rais, kwa majina kamili mimi naitwa Isa Juma Boy. Mimi ni seneta wa jimbo la Kwale County. Nimesimama hapa mbele kutoa risale za rambirambi kwa ndugu yangu seneta mspika wetu Amason Kingi kwa niaba ya watu wa Kwale, ambaye pia Kwale inaongozwa na gavana wetu Mama Fatuma Achani. Amenipatia salamu niweze kuletea spika kutoka kwa gavana wetu kwa jimbo la Kwale kwamba pole sana ndugu yetu, kipenzi wetu, rafiki yetu. Mimi sitaki kusema mengi zaidi siku ya leo kwa sababu ni siku ya msiba. Bali tu najua mtukufu rais utakuwa Kwale hivi karibuni. Naanza kutangulia, karibu sana siku ufike Kwale na tutazungumza mengi wakati ukifika Kwale. Asante. Bakini spika, na kukabidhi salamu za gavana wangu Mama Fatuma Achani. Ameleta rambe zake kupitia kwangu na watu wa Kwale. Pole sana kakangu, pole sana. Your Excellencies, Mr. President, Deputy President, Prime Cabinet Secretary, Speaker of the National Assembly, and our dear Speaker of the Senate, poleni sana, Senator Kingi, Speaker Kingi. I also bring my condolences from my father, who is a good friend to you and the family. Senior Counsel Asige sends his special thoughts and prayers to you and your family. My name is Senator Crystal Asige. ODM is my party, Mombasa is my county, and in the Senate, disability is my duty. But even though persons with disabilities in this country are the biggest minority group, Your Excellency, surprisingly enough, I will ask you for nothing today. I will ask you for nothing because we all know what persons with disabilities go through in this country. We all know the gap between education and disability. We all know the gap between healthcare and disability, between financing and disability, between businesses and startups and persons with disability. We all know the challenges. And even though we are 15% of this country, that is over 8 million people with disabilities in this country, I will ask you for nothing because I believe we all know what needs to be done for people with disabilities like myself. And even though I'm visually impaired, a VIP, just like the late Kingi we are laying to rest today, who also has a visual impairment, I want to remind us that hata kama sisi ni walemavu, kura zetu hazina ulemavu. And we mustn't be forgotten because our vote also will count and it will always count. I pray that we do not continue forgetting persons with disabilities. And I want to thank you especially, our Speaker Kingi, for all that you do in the Senate to support persons with disabilities, myself included. We appreciate the support, and as well, we know the work that our Moses Wetangula does in the National Assembly, and a special thanks as well to the leadership in front of me, all of you, Your Excellencies. Let's just continue to remember persons with disabilities. Sababu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaikum.
Kwa majina naitwa Ukio Mtato Koiti. Your Excellency the President and your government and other dignitaries, Your Honor, Mr. Speaker, and your family, today is a solemn day, a day when we are reminded that we are all mortal, and we pray to God to have mercy on the soul of the departed patriarch. Almighty God, forgive him his sins. Almighty God, shine eternal light on him. Almighty God, protect the family. May your angels come down and protect the family. Thank you very much for this occasion. May Almighty God continue blessing us and forgiving us. Thank you very much, and pole sana of the family. Amejitenda muzasindaze. Haya, asanteni sana. Mimi leo niko hapa kwa majina naitwa Shakil Abdalla. Ni seneta maalumu. Mheshimiwa Kingi, kabla sijaongea niko na salamu zako kutoka kwa party leader wangu Mheshimiwa Kalonzo. Alikuwa hapa last week, akajaribu sana kukutafuta kwa simu, hakukupata. Kaniambia nikutumie salamu. Ndugu zangu, sisi tunasema aina lillahi wa inna ilahi rajiun. Ni kwa Mungu tumetoka na kwake tutarejea. Kwa hivyo sisi Waislamu tunajua hii ni njia ya haki, kila mmoja atapitia, sote tuko njiani. Kwa hivyo la muhimu ni watu kushikana na kupeana pole na kukumbatiana na kupendana. Leo hii tuko hapa Mheshimiwa Kingi kwa niaba yako kuja kukupa pole na familia yako, ili kumshinikiza mzee wetu Bwana Kingi, ndio na kuwapa upole. Kwa hivyo mimi sina mengi, yangu ni kusema pole kwa familia na kwa Kingi. Na Mheshimiwa Rais, tutaongea mengi, tunajua unakuja Lamu. Ukifika huko tutakuwa pamoja na tutaongea. Asante sana. Haya, tuamuzini mzasikira maseneta zogomba hano. Mzasikira sauti zao. Na mala naambe ando ambao hunaenda nao kazi. Kwa hivyo mzora kusikira mimi hacheye, lakini vile ro mzisikira chila mtu. Your Excellency, I'm trying to say kwamba hawa ndugu zangu wa huku Magarini na Kilifi yote wamezoea kusikia sauti yangu peke yake kama senator, lakini hivi leo wameweza kusikia karibu senate yote ikiwa imeongea hapa mbele. Nataka kuchukua nafasi hii hivi sasa